for this privilege that He has given us to stand before you, or given me to stand before you and declare His oracles. My name is Pastor Joseph, na nimeokoka na Yesu ni Bwana. Thank you so much, praise and worship, for taking us through worship and the praises. Today is a very great day the Lord has given us to meet here, and I believe that He is going to speak to us this evening. He has never gathered men and they failed to do something. He has a purpose for each and every one of us, and we are believing that He is going to do great things in the name of Jesus. I hope my interpreter is here with us. I hope you will assist me. I hope that we'll preach together so that we may also reach the online viewers, because I understand there are others that don't understand Swahili. And I believe that we shall be blessed in the name of Jesus. Amen. I want to pray for the word. Then I believe that in the next 10 to 15 minutes that we'll be blessed in the name of Jesus. Amen. Father, in the name of Jesus, we give you praise and we honor you. Baba, kwa jina la Yesu tunakusifu, tunakuheshimu. We sing of your goodness and mercies, my Father, this evening. Asante kwa neema na rehema zako jioni. We declare the Lord, you are faithful God of our life. Tunatangaza wewe ni Mungu mwaminifu juu ya You are maisha great yetu. among the nations. Wewe ni mkuu miongoni mwa You mataifa. deserve to be lifted and magnified. Umestahili kuinuliwa na kuadhimishwa. Even now we sing of your presence and lift your name, for you are faithful. Hata sasa tunaimba sifa zako, tunalinua jina lako My umwaminifu. Father, I'm standing before you and before men. Baba yangu, nimesimama mbele zako na mbele za watu. Your angels knows that I'm here. Nawe unajua kwamba niko hapa. I pray the Lord that you may use me as a great vessel of honor before your sight. Ninaomba unitumie kama chombo cha heshima machoni pako. As I declare your word, I pray that you may use me mightily. Ninapotangaza neno lako, naomba unitumie kwa ukuu. In the name of Jesus, Katika jina la Yesu. I do pray. Ninaomba. This evening, I wish to speak to us about acknowledging God as our helper. Jioni ya leo nataka nizungumze kumtambua Mungu kama msaidizi wetu. Our God is, the Bible says that He is the present help in the times of trouble. Biblia inasema ya kwamba yeye ni msaada uliopo wakati wa taabu. We see that there is no area that Jesus aliingia na pakabaki vile. There ought to be transformation in your life when Jesus comes in your life. Inapaswa kuwa na mabadiliko maishani mwako Yesu anapoingia maishani mwako. And I believe that we shall be blessed in the name of Jesus. Na naamini ya kwamba tutabarikiwa sote kwa jina la Yesu. I don't know in the times of trouble who do you seek when challenges come in your life. Sijui nyakati za taabu, wakati wa changamoto, wewe hutafuta nani? Some people tend to look for men. Watu wengine hutafuta watu. Others look for what? Just let's say that they look for men. Wengi hutafuta watu so that they may get delivered from certain situation. ili waokolewe na hali fulani fulani. One thing that we know that men fail. Jambo moja anajua kwamba watu hushindwa. Men give up. Wanadamu hukata tamaa. Men grow weary. Na watu huchoka. But we know that our God will never grow or become exhausted. Lakini tunajua kwamba Mungu wetu hawezi choka kama. Our God will never give up. Mungu wetu hakati tamaa kama. Our God will never run short of the power. Mungu wetu hawezi pungukiwa na nguvu. Even now as I declare His word, the power is moving here. Na hata sasa anapotangaza neno, nguvu zinatembea hapa. Now for this case, I want us to go in the book of 2 Kings chapter 6. Nataka tuende katika Wafalme wa Pili sura ya 6. From verse 24 to 29. Kuanzia 24 hadi 29. And I believe that we shall be blessed in the name of Jesus. Naamini tutabarikiwa kwa jina la Yesu. The Bible says, sometime later, Ben-Hadad, king of Aram, mobilized his entire army and marched up and laid siege to Samaria. There was a great famine in the city.
The siege lasted so long that donkeys' head sold for 80 shekels of silver, and a quarter of cab of seed balls for 5 shekels. Next verse. There was a great famine in the city. The siege lasted so long that donkeys' head sold for 80 shekels of silver. I think I'm repeating myself. Verse 26. The Bible says, as the king of Israel was passing by on the wall, a woman cried to him, help me, my lord the king. Verse 27. The king replied, if the Lord does not help you, where can I get help for you? For the threshing floor from the threshing floor from the winepress. Verse 28. Then he asked her, what is the matter? She answered, this woman said to me, give up your son so we may eat him today, and tomorrow we will eat my son. 29. So we cooked my son and ate him. The next day I said to her, give up your son so we may eat him, but she had hidden him. If I can explain kwa Kiswahili kusuru, Biblia nasema ya kwamba mstari wa 24 ya kwamba ikawa baada ya hayo Ben-Hadadi mfalme wa Shamu akakusanya majeshi yote na akakwea akausuru Samaria. Kusuru kwa lugha nyingine ni kuzigira pande zote. Kuzigira. They could sell low quality items for great value. They could sell low quality items for great value so that they can survive. Items like the dove's dung or seed pods, and donkey's head. Dove dung kwa lugha nyingine Kiswahili, Kiswahili nasema verse 20. Dove ducks. Kiswahili ni inaitwa verse 25. Kibaba cha mavi ya jiwe kwa vipande vitano. Bwana asifiwe. Amen. Now the famine was great to a point of they could sell things like donkey's heads. Njaa ilikuwa kubwa ya kwamba wangeuza kitu kama kichwa cha punda. And also the dove's ducks. Na pia wangeuza mavi ya njiwa. For great value in order for them to survive. Wangeuza kwa thamana kubwa ili waweze kuishi. Because the famine was tough. Maana njaa ilikuwa kali. Now the Bible says that now the king of Israel encountered a lady. Biblia inasema kwamba mfalme wa Israeli akakutana na mama. And when he met a lady, this lady inquired that she may get an help from the king. Na huyu mama akataka msaada kutoka kwa mfalme. We know that in ancient times Israel could consider the leaders. Tunajua siku za kale Israeli wangetambua not only for justice, na sio tu kwa sababu ya haki, but to get protection, lakini kuweza kupata but also provision, na pia utwalizi. But for this case, this lady wanted a justice from the situation that they are going through. Na hapa huyu mama alitaka haki kwa hali alikuwa anapitia. The situation was not easy. Hali haikuwa rahisi. The Bible says that they went to a point that they could exercise cannibalism. Biblia inasema walifika kiwango ambapo walikuwa wanakula hata watoto. If I explain what is cannibalism, na wacha nielezee. Cannibalism is the practice of consuming the flesh or internal organs of another member of the same species. Ni ile hali ya kuweza kula nyama ama matumbo ya ile jinsia mnyama ama mtu. Whether animal, iwe ni mnyama or human being, ama mwanadamu. That's why we see the woman says that
this lady came to him, she gave up her son. Ndio tunaona huyu dada anasema alimtoa mtoto wake. And now when it came to her turn, she refused. Na ilipofika wakati wa mwenzake kumtoa, now she was turning to the king so that she may get an help. Akamgeukia mfalme apate msaada. You know, at some point we know that when we fix our eyes on these leaders, wakati mwingine tunaona tukiwikaza macho we yetu know kwa that our viongozi, situations will be solved. tunajua kwamba hali zetu zitasuluhishwa. So this lady saw the solution from the king. Huyu mama akatafuta msaada kutoka kwa mfalme. She noted and realized that God is the present help. Na yeye hakujua ya kwamba Mungu ndio msaada uliopo. Now the king responds and says that if God does not help you, mfalme akamjibu akasema, Mungu how asipokusaidia, will I help you now? mimi nitakusaidiaje? Now that is where the key verse comes from, acknowledging God is our present help. Na hapo ndio kichwa cha ujumbe wetu, kumtambua Mungu Sometimes kama go msaada. astray as we are not expecting. Wakati mwingine tunapitia hali ambazo hatutarajii. We tend to seek help from men, Tunatafuta msaada kutoka kwa and men watu, tend to fail us. na watu wanatuangusha. We know that men grow weary, Tunajua kwamba watu huchoka, but our God will never grow weary. wala Mungu wetu hachoki kamwe. Men grow exhausted, Wanadamu wanasikia but our wanachoka, God will never grow exhausted. lakini Mungu wetu hachoki. Bwana asifiwe sana. Amen. The Bible says that unless God helps you, who else can help you? And this is the king speaking the same. Mfalme anasema Mungu asipokusaidia ni nani mwingine atakusaidia? Unajua kuna vitu zingine ambazo zinafikia hata wakubwa to a point of they can't sort it. Like in the times of COVID back 2020, ilifika mahali that even the leaders could not help anymore. Bwana asifiwe. Amen. Walifika mahali they were like, where will you get help? Now ikafika mahali this man told the lady that kama Mungu hatakusaidia mimi nitakusaidiaje? We have to know that when things are not working, our God is the present help in the name of Jesus. Lazima tujue wakati mambo hayaendi, This lady believed that the king will offer solution to their problem. Huyu mama alifikiri mfalme atatoa suluhu kwa tatizo Because lao. the situation was not that easy. Maana hali haikuwa rahisi. Because they could exercise cannibalism, as I have said. Kwa sababu walifanya hali ya kukulana wenyewe kwa wenyewe. Adam, the king was to a point of giving up. Kama Mungu atakusaidia, I will help you. Alikuwa anaenda kukata tamaa. Bwana asifiwe. Amen. Now the Bible says verse 26. As the king was passing by the wall, a woman cried to him, help me, my lord the king. The king now replied, if the Lord does not help you, where can I get help for you? From the wrestling floor? From the winepress? We not reached a point that you can seek even help from your friends. Ambapo unatafuta msaada kwa marafiki. Even the somebody that you so call a friend that you can call at late hours in night. Hata mtu ambaye unaweza mpigia And simu they end up usiku, failing you. huyo pia anaweza Today kukuangusha. I've come to remind us that our God is the present help. Na leo nimekuja niwakumbushe Mungu wetu ndio msaada In the uliopo. name of Jesus. Katika jina la Yesu. We have to know when things are not working. Lazima tujue wakati We mambo have to know hayaendi. that we have a God who never sleeps. Tujue tunaye Mungu ambaye halali. We have a God who protects us. Tunaye Mungu anaitulinda. We have a God who is able to deliver us. Tuna Mungu anaweza kutukomboa. In the name of Jesus Christ our God. Katika jina la Yesu. The Bible says in Psalms 46 and verse 1 Biblia inasema katika that Zaburi our God is 46 the present help in the times of trouble. ya kwamba Mungu wetu ni msaada uliopo wakati In wa the taabu. name of Jesus. Give us that verse. Psalms 46 verse 1. For the director of music of the sons of Korah, according to Alamoth, a song, God is our refuge and a strength and ever-present help in the time of trouble. Bwana asifiwe. Amen. I know sometimes situation might sound tough. Wakati mwingine hali inawezaonekana I want to ngumu. speak to you, don't look for diviners. Wale wanaona. Usiende kwa wale watu wa kuona. Wale wanaona, mtu anakuambia pastor nione. What is happening? Unamwambia Fix kuangalia your faith on yanayotendeka. Jesus. Wewe kaza macho yako kwa Yesu. Nobody in the Bible that sought God and God failed him. Hakuna mtu katika Biblia alitafuta Mungu na Mungu He akamwangusha. said in 2 Chronicles 15 and verse 4 that the children of Israel had no true God and they had no king or priest to lead them.
but they sought God and God was found by them. Nasema kwamba wana wa Israeli wanamjua Mungu wa kweli, walimtafuta When we na seek wakampata. God in truth, He will be found by us in the name of Jesus. Tunapomtafuta Mungu kwa kweli tutampata. When we seek God, He shall be found in the name of Jesus. Tunapomtafuta He atapatikana. has declared, call upon me, Ametangaza niiteni and He mimi, shall be found by you. naye atapatikana. In the mighty name of Jesus. Katika jina Give kuu la us verse Yesu. 7, Tupatie 7, 46, 7, Zaburi ya 46:7. 46. Verse. The Lord Almighty is with us. The God of Jacob is our fortress. Just know, even when things are not working, that God is with you. Jua tu ya kwamba wakati mambo hayaendi, Mungu bado ako na The wewe. disciples, realized that they were with Jesus. Wanafunzi waligundua kwamba Even walikuwa na at the Yesu. storms, just know that you are with Jesus. Hata ndani ya mawimbi jua Just uko na know when Yesu. things are not working, just know that we have Jesus with you. Wakati vitu haviendi, jua uko Not na unless Yesu. ujaokoka. You need to be saved. In the name of Jesus. Amen. Our God is ever working. Mungu wetu yafanya kazi kila mara. He will never fail. Hata tuangusha In kamwe. the name of Jesus. Give us verse 10 of the same, verse 6 and verse 10. He says, be still and know that I'm God. I will be exalted among nations. I will be exalted in the heart. Just be still. Simameni tu wima. God told the children of Israel to be still. Mungu aliwaambia wana wa Israeli watulie. Now I want to speak to you, my online viewer, and about the ones that are here, that be still in the Lord. Nazungumza na kila unayenisikia kwamba tulia Waves might ndani ya come in your Bwana. life. Challenges will come in your life. Changamoto But be zitakuja. still in the Lord. Lakini wewe tulia In the ndani ya name of Bwana. Jesus. Katika jina la Psalmist Yesu. says that I lift my eyes. Where can I get the help from? Mzaburi anasema nainua macho yangu, And now he msaada wangu replies to unatoka himself. He wapi? says that I shall get help from my God, the maker of what? Of heaven and earth. Akajibu akasema ni kwa Bwana muumbaji wa mbingu na nchi. Because we know that in God tutapata kile na ambacho tunahitaji. He is our present help. Yeye ni msaada wetu uliopo. Acha kuhangaika. Stop looking for men. Wacha kutafuta watu. The help of men is limited, Msaada wa wanadamu una but upungufu, the help of God is unlimited. lakini msaada wa Mungu haujapungukiwa. Psalm 60 and verse 11, the Bible says that the help of men is limited. Biblia inasema kwamba msaada wa wanadamu umepungukiwa. Psalms Zaburi 108 and 60. verse 12, the Bible says that the help of men is worthless. Msaada wa wanadamu hauna thamana. Just Biblia know that inasema. we have God who is ever present in the times of Wewe trouble. jua tunaye Mungu ambaye yupo wakati wa taabu. 60 verse 11, the Bible says, give us 60 and verse 11. Give us aid against the enemy, for human help is worthless. All what you need, it is the help from above. Tunahitaji msaada kutoka juu In the name of Jesus. katika jina la Yesu. Na mwimbaji akasema, Yesu ndiye msaada wangu wa karibu wa yote nayopitia, maana mimi siyawezi haya yote, ni wewe uyaweza. If you stand and see that business is not working as you wish, Na ukiona hiyo biashara haiendi vile if you ungependa, stand and see that in the family there is no peace, kisimama uone hakuna amani kwa just know familia, that you have God who is ever present. jua unaye Mungu ambaye yupo kila In the mara. name of Jesus. God will never forget you. Mungu hata kusahau kamwe. He knows whatever thing that you are going through. Anajua yote He unayoyapitia. shall lead you out of every situation. Yeye atakuongoza kutoka kwa You hali shall zote, walk out with a testimony. na utaondoka na ushuhuda, It shall bring a good end. na italeta mwisho mzuri. The Bible says that all things work for good that keep their trust in the Lord. Biblia inasema yote hutendeka kwa wema kwa wale wanaomtumainia Bwana. In the name of Jesus. Katika jina la It Yesu. shall not end in pain. Haitaishia kwa uchungu, It shall bring glory. italeta utukufu. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. And that's true. Yesu ndiye. Then we keep up standing. Tusimame sote. Yesu ndiye. Praise and worship. Msaada wangu
wa karibu, yote nayopitia, maana mimi siyawezi haya yote, ni wewe uyaweza. Give us the beat. Yesu ndiye msaada wangu wa karibu, kwa yote nayopitia, maana mimi siyawezi haya yote, ni wewe uyaweza. Yesu ndiye msaada wangu wa karibu, kwa yote nayopitia, maana mimi siyawezi haya yote, ni wewe uyaweza. Bila wewe Yesu siwezi, bila wewe Yesu siwezi, bila wewe Yesu siwezi, bila wewe Yesu siwezi. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunakuinua, tunakupa sifa kwa maana Mungu hakuna kama wewe. Asante Mfalme, kwa maana Mungu unastahili sifa. Asante Mtakatifu kwa ukuu wako. Asante Bwana, kwa maana Mungu umedhihirika katika mataifa, Jehova Jire. Asante Mtakatifu kwa neno ambalo umenena nasi jioni ya leo, ya kwamba Mungu tukutambue nyakati zote ya kwamba ni msaada wa karibu. Katika jina la Yesu Kristo Mfalme, Baba tunakuomba ukatuwezeshe kusimama katika nyakati za shida Baba, tukazidi na kusimamia wokovu katika jina la Yesu Kristo Mfalme. Bwana, no challenges that my Father will make us depart from true faith, my Father. No challenges that Lord my Father will come in our lives and make us lose our salvation. In the name of Jesus Christ, so God, we shall remain firm, my Father, Lord, katika jina la Yesu Kristo Mfalme. Baba, tuko Mfalme Jehova, maana kuna kama wewe. Wewe ni msaada wetu, wewe ni nguvu yetu, Jehova Jire, katika jina la Yesu Kristo Mfalme. Baba, umeinuliwa kuliko miungu yote. Nasema Bwana, wewe ni nguvu yetu, wewe ni nguzo yetu Mfalme Baba, katika jina la Yesu Kristo. In the name of Jesus, I want to pray with somebody. Watu mkono kwa pale, unasema labda niko na hitaji, and I need the move of God in my life. Just raise your hand this evening, I pray, and I pray with you as you pray with me. In the name of Jesus, you are there, na labda kuna changamoto, kuna challenges, I know they are there, and I want to pray with you that Lord shall give you a testimony, that you shall walk out with that testimony. You are there and you want that the power of God to be manifested over your life. I want to pray with you. After to my online viewers, I want to pray with you that God will help you, that you shall walk out with a testimony. It shall not bring a bad end. Italeta wema katika jina la Yesu Kristo. In the name of Jesus, I want to pray with you. Father, I thank you for your faithful God. Baba, ni asante Mfalme na Mtakatifu. Naombea kila mmoja na ambaye amefika mahali hapa, na yule na ambaye tumeunganika katika online. Baba, naomba kwa ajili ya Mfalme Mungu. I want to pray for them, that Lord, you are going to meet them, that Lord, you are going to be manifested over their lives. In the mighty name of Jesus Christ, oh God, I pray that Lord, they may come out with a testimony. In the name of Jesus, like Joseph, they shall sing of your goodness. Like Job, my Father, where he says, I've been hearing about this God, but through my eyes I can testify ya kwamba Mungu ametenda katika jina la Yesu. I pray for your people. I know there are challenges of life that may be gone through. I pray for them, the Lord, they may have an encounter with you. I declare a word of transformation
wengine labda wajaokoka mfalme. I want to pray for them. I want my Father, the Lord, you may transform their lives. In the name of Jesus Christ, oh God, you are God who is, and you are not limited in distance. And I pray that, Lord, you may stretch your hand over the lives of your believers, over every member that is connected to this church. In the mighty name of Jesus Christ, oh God, I declare, wengine labda ni wagonjwa, I declare a word of healing this evening. In the mighty name of Jesus Christ, oh God, wengine labda wana amani, I speak of your feast, my Father, for we know the Lord unasema ya kwamba wewe ni mfalme wa amani, Jehovah Jireh. And I pray that, Lord, that your peace is going to be manifested over their lives. In the mighty name of Jesus, in their marriages, my Father, they shall experience the peace from above. Katika jina la Yesu Kristo. Baba, tukufu kama unastahili sifa na tukufu. I pray for the pastors in charge, oh God, and I declare fresh anointing, that, Lord, may this anointing will flow over their heads. Katika jina la Yesu Kristo, waonekanie watawale, kwa maana Mungu hakuna kama wewe. Tuongoze jioni ya leo, na Baba, tembea nasi kwa maana unastahili sifa na utukufu. Kwa jina la Yesu Kristo naomba na kushukuru. Amen. I want to welcome all the online viewers. We are just along Muthaiga Kiambu Road. Ukifika Ridgeways, we are hapa, tuko hapa Wantachoi. Opposite one, we just Wantachoi. Just plan to visit us and fellowship with us. May God bless you. Amen. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen and amen. Be blessed. Tukutane on Sunday. Just in case tumesahau kusema mwenye yote yako na sadaka, tafadhali on Friday, najua watu wakujake kwa nyumba ya Mungu mkono tupu. That's our number, our online viewers. That's our number. Tunatumia till number and then you are going to see the name. Be blessed. Maisha yangu na kutukuza Yesu, nafsi yangu na kutukuza